Tuangalie namna ya kulitatua. Muda wote unakuwa ni Alex. Maana yake nini? Kwa hiyo unamtetea Alex? Sina maana ya kumtetea. Nimekwambia hivi, funguo nilizisahau mimi mwenyewe pale. Na jana usiku tumelala mlango tumefunga. Lakini pia funguo nimeamka asubuhi na kwenda kwenye kiti nimezichukua mwenyewe funguo. Sasa wewe unamtetea Alex? Ha? Kwa nini tukimzungumzia Alex tu unaanza kumtetea? Au pesa umezichukua wewe afu umeenda kuonga? Tuheshimiane hizo, sawa? Ninachokiongea ni kitu cha maana sana. Unaanza kuniletea habari za kuonga, maana yake nini? Nimekwambia pesa imepotea. Na habari historia yote ya funguo mimi najua. Nimeiacha funguo kwenye kiti na nimeamka mwenyewe asubuhi tena nimeikuta pale pale. Kafanya saa ngapi huo mchezo? Sasa nisikilize. Huyo Alex atakuwa amerudi jana. Amerudi kipindi tumeenda kazini, amerudi akachukua hizo pesa. Sio mwingine. Alex. Hapana, bado hainiingia akilini. Kwa sababu ninachokijua mimi, nimeingia ndani jana na kwenda kulala usiku. Sawa? Mlango tumefunga chumbani. Huo mchezo kafanya saa ngapi? Ndio nataka ujiulize wewe, sio mimi. Nakwambiaje? Jana kipindi sisi tunaondoka asubuhi kwenda kazini. Wewe ulizikagua hizo hela? Tumezikagua asubuhi. Kwa nini asirudi jana na kuchukua hizo pesa na kuondoka? Unajuaje wewe? Kama sio wewe itakuwa ni Alex. Agnes, unajua kuna neno kila siku natamani kukwambia, ila nashindwa nianzie wapi. Jambo gani tena hilo kaka, mbona sikuelewi? Linakuhusu wewe. Yaani kitu changu mimi kikusumbue wewe? Nashindwa kujizuia. Kiukweli nakupenda sana. Na nitafanya chochote juu yako. Ha? We kaka, sitaki kuamini kama unaweza kusema maneno kama hayo kufikia kote huko. Sikosi chochote nyumbani kwetu. Unataka kuniaibia maisha yangu na unajua mimi nasoma. Ni kweli Agnes, kwenu una kila kitu. Lakini wazazi wako watakupatia kila kitu, lakini kuna kitu kimoja watashindwa kukutimizia. Kitu gani? Furaha ya moyo wako. Nyo. Eti furaha. Agnes. 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 Kisana. Kila siku nilikuwa nakwambia kuhusiana na Alex. Ya kwamba huyu mtoto anakuwa na tabia mbaya huko ndani. Lakini wewe kazi yako ilikuwa kumtetea. Hivi angalia leo sasa. Isa, wakati wote nimedumu kukueleza kitu kimoja. Tutafute uvumbuzi wa kulitatua hili tatizo. Na si kuendelea kulaumiana kama unavyofanya wewe. Nisikilize. Mimi lazima nikulaumu. Lazima nikulaumu. Okay, nilaumu mimi, whether Alex. Hatima yake ni kupata suluhisho. Hicho ndio ninachotaka kifanyike. Na kulaumu kwa sababu wewe ndio ulikuwa unashika funguo. Nimekueleza hivi, pesa imepotea katika mazingira yasiyojulikana. Hakuna mtu anayetambua pesa ilivyopotea. Stop mdogo. Marahaba. Wewe subiri kwanza. Kuna pesa yote ulichukua ndani? Pesa? Mimi mbona sijui hata kufungua mnakoiweka. Wewe utachukua pesa yote huko ndani? Hapana baba mdogo, mimi sijachukua hela yoyote. Agnes, mara yako ya mwisho kuchukua pesa ilikuwa ni lini? Mimi baba mdogo sichukuagi hela yoyote bila nyie kunipa. Oya, sikiliza. Huyu atachukua hela. Nenda ndani. Ninadhani twende polisi tukatoe taarifa. Hamna cha kwenda kutoa taarifa polisi. Kweli nakwambia. Wende mahakamani waanze yani wafungue kesi ya mtoto wako. Mtoto wako, damu yako. Na wakati wewe unajua kwamba ni nani aliyechukua hiyo hela.
Mimi najua ni Alex ambaye amechukua hizo hela, sio mtu mwingine. Mimi nakwambia na uhakika 100% kwamba Alex ndio atakuwa amechukua hizi hela na sio mwingine. Sawa, tufanyeje sasa? Isa. Unajua nini Janja? Pesa uliotoa kwa ajili ya mchango wewe umefanya vizuri kidogo Babzugu. Kwa sasa utaishi vizuri. Yaani kibampani. Nimefurahi sana kusikia hivyo. Ila sitaki ndugu zangu wajue. Maana sasa hivi nataka niishi huru. Usijali. Iwao kama sisi tupo pamoja. Hakuna chochote kinaweza kutokea. Kwani basi lolote sishakupa sisi tulikuwa tuomba familia. Kabla lolote za kutokea hapa utawala. Yeah. Wamtembezeni Moshi de Janja hapo. Hapo fresh kama Kama tulivyoongea tulivyokuwa tunachati kwenye simu. Nimepima kagundua na ujauzito wako. Wewe unaona tufanye nini ili kutatua hili tatizo? Mimi nashauri ni ili tukautoa ujauzito bado mapema kabla miezi ijayo mingi. Kama ni hivyo, ni usijali, nitakupatia dawa itatoka kiurahisi. Hiyo itakuwa nzuri, maana sitaki kabisa familia yangu ijue. Nataka sana kuendelea na masomo yangu. Usijali mpenzi wangu, nitafanya hivyo. Unaona alichokifanya kaka wako Alex? Sisi tunaumiza vichwa ili kutekeleza kile ambacho marehemu kaka yetu sisi ambaye ni baba yenu angekitekeleza kwenu. Lakini matokeo yake Alex anakuwa mtaani. Anakuwa kuangaika sijui vijiweni. Anakuwa anahangaika kama kunguru. Unajua hata mimi sikuwahi kufikiria kama Alex anaweza akawa na tabia chafu kiasi hicho. Tena muda mwingi najaribu kukaa kujiuliza ameitoa wapi hiyo tabia. Nakosa jibu. Ila nitakachokiomba kwako, naomba usome. Maana hakuna kitu ambacho kinaweza kazuia wewe kupata elimu yako. Tena ujiepushe na mambo ya dunia. Maana dunia hii imejaa udanganyifu mtupu. Nasikia? Sawa mdogo. Nini tena? Tumbo linanisumbua mdogo. Basi pole. Ingia ndani upumzike. Baadaye ukiamka umeze vidonge. Sawa mdogo. Mimi alichokifanya Alex kwa kweli kimeniuzi sana. Kimeniuzi sana. Unajua ni kweli Alex amekosea. Lakini sisi kama wazazi hatupaswi kuanza kumtamkia maneno kama hayo kwamba ni pepo. Isipokuwa ni jukumu letu sisi kuangalia ni jinsi gani tunaweza kumsaidia kumtoa huko alikoenda saizi. Sikiliza. Wewe muda wote unamtetea sana Alex. Tatizo lako moja tu. Sawa? Wewe ni mtu wa kumtetea Alex, na kutetea mabaya na maovu ya Alex. Sijui kwa nini? Mimi simtetei Alex. Naelezea uhalisia ulivyo. Unadhani kumsaidia mtoto ni kumtamkia maneno kama hayo? Vitu gani? Ndugu zangu. Mimi nimejisikia vibaya sana kumjibu yule mwalimu vibaya. Mwanangu. Sio kama hujui sisi kitu gani hatutaki. Sisi hatutaki kuwa karibu na familia yako. Yaani hatutaki wewe uwe karibu na familia yako ile. Hauna ngopa msela? Hapana. Ila yule mwalimu. Hakuna kitu kama hicho. Sisi hatutaki. Sisi kwa tunamaanisha. Sawa. Ngoja kwanza nikuashie kitu kwanza, naona nataka kumchanganya. Sisi hatutaki uwe karibu na pale.
Wa mzungu umechanganya. Hebu chukua kitu. Hebu shika kwanza uvute. Sisi hatutaki mazingira yale. Mazingira yale miausho. Sisi mzungu tunamtekeleza dogo muda mrefu. Sisi hatutaki uwe pale mazingira pale ya kwenu. Tunachokimaanisha sisi, kila siku unakuwa kiande mshikaji. Ndugu yangu una simu? Gani? Nini mwanangu upande zile? Sera una simu? Huyu kashatoka tayari kupiga dole huyu. Ndugu yangu naona kimya kimya mzungu. Moja moja natumia kama. Alafu eti inaitwa vifoni. Ushapata mama mtu nini? Tu mtoto ndani hali yake sio nzuri. Toka siku ile tumempa dawa, haijafanya chochote. Leo ni siku 3 sasa, tumbo linaendelea kumuuma. Kwa hiyo tunafanyaje sasa? Toa wazo, maana mimi sina wazo. Tunafanyaje? Mimi nadhani tumpeleke hospitali sasa hivi. Sawa, itakuwa vizuri.